Nitakabidhi gari hili katika utaratibu mzuri uliowekwa, lakini naomba iwe ni mwanzo wa kuboresha utoaji wa huduma. Hii ni motisha nzuri sana. Lakini niwaagize pia wakurugenzi wa halmashauri pamoja na taasisi mbalimbali ambao mna watumishi wanaotoka maeneo ambayo yanahitaji usafiri. Najua ni wote wanahitaji, lakini walio wengi siku hizi watumishi wanachukua mikopo, wananunua wenyewe magari yao. Ila sasa kwenye hii hali, kwa mfano ya homu zimefanyaje, mafuta yamefanyaje, bei imefanyaje, sitaki kusema vitu vingi. Unaweza kukuta magari tena ya sisi watumishi tumepaki kwa sababu ya kuongezeka kwa bei ya mafuta. Lakini likiwepo gari kama hili ambayo serikali italigharimia kwa 100%. Service, matengenezo, mafuta, dereva atalipwa na serikali. Wewe kazi yako ni kudanda tu kwenye mlango pale, siti yako nzuri, ukae, ufike eneo lako la kazi, ufanye kazi, na ukitoka huna wasiwasi wa kwamba hapa nidandie bodaboda, nidandie bajaji, sijui nitafika au utafanyaje. Ukitoka tena unapanda basi hilo unaondoka kwenda nyumbani. Hakika hii ni motisha kubwa. Nategemea kuyaona mabadiliko kwenye utendaji wa kazi zenu. Haya, wote tupige makofi nijue kama mmenielewa. Nirudie tena. Ninategemea kuona manufaa ya chombo hiki cha usafiri kwenye mabadiliko ya utoaji wa huduma bora za afya kwa wananchi wa mkoa wa Katavi na kumalizika kwa malalamiko mbalimbali ambayo yanatufikia. Mimi natumiwa sana message, simu za hapa na pale kwa mambo madogo madogo yale niliyotangulia kuyasema. Kwa hiyo natarajia nitaona sasa hakuna tena malalamiko, kwa sababu hamna sababu ya kutokufanya kazi vizuri, manake mazingira yenu yamerekebishwa sana. Niwahakikishie kwamba serikali ya awamu ya 6 itaendelea kuwajali watumishi vile vile kama inavyoendelea kuwajali wananchi katika kuboresha huduma. Kwa jinsi ambavyo taarifa imewasilishwa hapa ya namna ambavyo hospitali hii imeendelea kuwajali na kuwathamini watumishi wake, malipo ya posho, motisha za aina mbalimbali. Na kuna kitu nimekisikia hapa nikasema nitaenda kufuatilia na kuziagiza taasisi nyingine, posho ya sikukuu. Piga makofi. Ingawa bado sijauliza kwamba ni kiasi gani. Lakini kiasi chochote kile, najua huwezi kutoka siku ya sikukuu kakiokota jalalani au barabarani ukaenda kufanya sikukuu yako ikawa nzuri. Kiasi chochote unachopewa ni thamani kubwa unayoonyeshwa kwamba tunakupenda, tunakuthamini, tunakuheshimu na tunakujali. Na ndio maana mmeweza kupata posho hiyo ya sikukuu, lakini na posho nyingine, kupata chai, kupata vitafunwa, kupata usafiri namna hii, lakini na mambo mengine mengi ambayo Gava Fawidhi ameeleza hapa. Kwa maana ya hayo yote mnayofanyiwa, sioni sababu ya kutoa huduma zisizoridhisha kwa wananchi wanaofika kupata huduma katika hospitali hii ya rufaa ya mkoa. Kwa hiyo niwaombe shukrani zenu na nyie kwa kutusambazia sisi wateja wenu tabasamu. Kila mmoja abadilike na kuhakikisha anatimiza wajibu wake, anatumia weledi wake kwa ufanisi wa hali ya juu, anatumia upendo, hekima na busara na kufanya kazi na kuwahudumia wananchi wa mkoa wa Katavi kwa usawa wa hali ya juu katika kutoa huduma za afya. Lakini jambo hili liwe ni mwanzo wa kuhakikisha kwamba kila mmoja anabadilisha utendaji kazi. Hili ni jambo la muhimu sana, kwa sababu pamoja na kazi nzuri mnazozifanya bado yapo malalamiko machache yanayohusiana na utoaji wa huduma katika hospitali hii ya mkoa. Baadhi ya wananchi wetu hawaridhiki kwa 100% na wana malalamiko na misemo ya aina mbalimbali wanayoizungumza kuhusu hospitali hii ya mkoa. Niombe uongozi wote pamoja na bodi ikiwa inawasimamia, badilikeni. Motisha mnazozipata, kujali kunapofanywa na serikali, kuwajali na kuwapenda, badilisheni ili kauli zile za wananchi za kutokuridhika na baadhi ya huduma chache zinazotolewa na wachache au wachache wanaokosolewa, hebu badilisheni ili wananchi wetu waweze kuridhika na huduma zinazotolewa katika majengo haya na katika mikono yenu kama watumishi wa hospitali ya rufaa ya mkoa huu wa Katavi. Uliona kuna haja ya kuwapunguzia gharama za usafiri watumishi, na hivyo katika bajeti yake ya mwaka 2025-26
iliweka katika mpango wake ununuzi wa basi kupitia mapato yake ya ndani. Hivyo taasisi ilianza kutunza fedha kidogo kidogo mpaka gharama halisi zilipotimia. Mheshimiwa mgeni rasmi, basi hili ambalo utaenda kulizindua limegharimu jumla ya fedha za Tanzania shilingi milioni 178,620,000 ikiwa ni mapato yetu ya ndani. Ununuzi wa basi hili umefuata taratibu zote za serikali ikiwemo kupata vibali vyote kutoka Wizara ya Afya, Wizara ya Ujenzi, Ofisi ya Waziri Mkuu na Wizara ya Fedha, na limesajiliwa kwa namba za serikali STN 7138. Mheshimiwa mgeni rasmi, katika kikao cha watumishi wote cha mwaka wa fedha uliopita, tuliwaambia watumishi kuwa tutahakikisha tunaondoa usafiri kama sehemu ya motisha kwa watumishi. Aidha, tulisema ununuzi wa gari hilo hautaathiri stahiki zote za kisheria za watumishi, ikiwemo malipo ya masaa ya ziada, masaa ya kuitwa kazini, posho za sare, likizo, matibabu, posho za nyumba kwa wanaostahili na motisha nyinginezo, ikiwemo kupata chai na vitafunwa katika hospitali yetu kwa watumishi. Mheshimiwa mgeni rasmi, bila kupepesa macho, napenda kukuambia kwamba kwa mwaka wa fedha uliopita tumefunga mwaka bila kuwa na deni lolote la mtumishi, na tutafanya hivyo mwaka huu wa fedha pia unaoishia tarehe 30 Juni 2026.